Mtakatifu ni muongo. Na Roho Mtakatifu sio muongo. Ndio maana Roho Mtakatifu ukimwacha naye anakufundisha, anakupa adabu. Anakuacha. Haleluya. Hata uombe kivipi, maombi yana gani? Maana umemwacha. Maana hata kuomba utakuwa na uombe kwa roho. Utakuwa unaomba kwa nini? Kwa mdomoni tu. Sidhani unashakuwa majibu kwa yakatani majibu. Haleluya. Maana yake ni kwamba humsadiki tena. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Dada yule akaingia katika aibu. Sasa kumbuka ni mtoto wa kwanza kwao. Alafu alikuwa anaambiwa lini utaolewa? Baada ya hapo familia ilipopata taarifa kwamba unaolewa, wakaona kama ile roho ya kutokuolewa ndio hiyo inakwenda kuondoka. Wasiangalie wala usipige magoti kuangalia huyu mtu ambaye anaenda kuandaa kumuoa mtoto wangu ni mtu aina gani, yukoje, tumuulize Mungu. Wenyewe wakajichukulia katika hali ya umwili, wakidhani wanaondoa ile roho ya kutokuolewa. Kumbe ilikuwa sio roho ya kutokuolewa. Hiyo ndio ilikuwa ni roho ya ucheleweshaji tu. Na roho ya ucheleweshaji inapingwa. Haleluya. Inapingwa, inaondolewa. Anakuja ile kwa sahihi. Nani Waswahili wanasema hivi, God's time is the best time. Wakati ndio wakati sahihi. Amen. Haleluya. Wakati sahihi wa kupata mume ulikuwa hujafika. Usifikiri tu ukifikisha miaka 20, miaka 25 ndio unatakiwa kuolewa. Hapana. Watu wanaolewa wanakutana na miujiza yao hata miaka 40, miaka 50, miaka 60. Wanakutana na miujiza yao. Haleluya. Amen. Namna tu kukaa na kutulizana vizuri magotini kwa Mungu. Haleluya. Amen. Akaingia katika nini? Akaingia katika roho ya aibu. Maana yake ni kwamba dhambi imeingia ndani yake. Bwana, utakapopata kitu cha namna hiyo, lazima moyo wako utakuwa ni moyo wa manunguniko. Moyo wako utakuwa ni moyo wa kufikiria vitu vibaya tu, na wakati mwingine utakimbia kwa waganga, utaamini wanadamu zaidi kuliko kumwamini Mungu. Hiyo ni dhambi. Haleluya. Haleluya. Tujifunze sana kupitia mfano ambao nimeutoa mahali hapa. Aibu inazaa dhambi. Usipomsikiza Roho Mtakatifu, uwe na uhakika kwamba utapata anguko. Sema nitapata anguko. Sema anguko liko mlangoni. Anguko lipo mlangoni. Anguko lipo mlangoni. Yes. Sema ninakataa roho ya anguko. Nakataa roho ya anguko. Nakataa roho ya anguko. Ninakataa roho ya aibu. Nakataa roho ya aibu. Ninakataa roho ya aibu. Nakataa roho ya aibu. Sema aibu. Aibu Haitanipata. haitanipata. Aibu. Aibu Haitanipata. haitanipata. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ufanye nini ili utoke katika roho ya aibu? Amen. Amen. Nini ili utoke katika roho ya aibu? Amen. Kitu cha kwanza, unatakiwa ufahamu au utambue na usitaje kwa majina aibu zinazokuchanganya. Sema aibu zinazochanganya. Aibu zinazokuchanganya. Aibu zinazonichanganya. Aibu zinazokuchanganya. Kwamba aibu ambazo ninazijua, ambazo zimefanya mpaka akili yangu haiko sawa. Na ndio maana ninahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Utambue kwanza aibu. Aibu gani inayokutesa? Je, ni ulevi? Yaani wewe muda wote ukipita ukiona tu duka unatamani kwenda kununua sigara. Ulevi wako kwenye sigara. Ukitoka mahali, umetoka zimna nyumbani, unatoka nyumbani unaenda kwa rafiki yako, ukiona tu kigrocery unatamani kwenda kununua vile vinini wanataka vimisungura, vimekaa hivi sijui inaitwa squeeze. Haleluya. Yaani muda wote tu uwe swing. Ni aibu. Taja hizo aibu. Amen. Ni aibu kukataliwa. Umekataliwa na watu nyumbani kwani? Umekataliwa na hao wachumba au na waume. Umeolewa umekaa mwaka kwanza mwaka tatu, mwanaume anakupa siku tatu, namtaka mke huyu. Anaenda kupata mwanamke mwingine au mwanamke anamkataa. Hiyo ni roho aibu. Itambue na kuitaja kwa majina yake. Haleluya. Aibu ziko nyingi, wakati mwingine ni ugonjwa. Umeumwa ukimwi, watu wanaanza kukunyanyapaa. Wanasema kwamba ukimwi ni bora ukimwi kuliko ugonjwa wa kansa. Yaani dunia leo ni mara 10 ukimwi kuliko ugonjwa wa kansa. Haleluya. Amen. Kansa ni ugonjwa mbaya sana. Si kwa sababu nimeshaona watu wa kansa, nimeshaongoza watu wa kansa, nimeona jinsi ambavyo wanateseka jamani. Hebu mtuepushe na ugonjwa. Haleluya. Amen. Pengine unapata na ugonjwa. Amen. Pengine unapata na ugonjwa wa aibu. Haleluya. Amen. Ugonjwa wa aibu ni nini? HIV, pengine umekupata na kifua kikuu. Pengine umepata sio na magonjwa ya UTI. Nataka nikwambie, taja hayo majina ya hiyo aibu, ya hayo ambayo unayapitia. Yataje na uyatambue kwa majina yao. Alafu
Nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu, leo ninataka uniondoe katika hii roho ya aibu. Angalia ninavyoteseka na ukimwi. Angalia ninavyoteseka na hii kansa. Angalia ninavyoteseka na vidonda vya tumbo. Nashindwa kufunga. Nikifunga masaa mawili mimi naumwa tumbo, vidonda vinachangamka. Yesu, nataka nifunge, nafanyaje? Natumia dawa kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Natumia dawa kuanzia Januari mpaka Disemba. Roho Mtakatifu nisaidie. Nataka kuponya. Pelekee. Mwambie Mungu kwamba ninahitaji uponyaji. Nyumbani kwetu nimekataliwa. Nahitaji kunirejesha tena katika upendo, kurejesha upendo ule wa mwanzo. Mwambie Roho Mtakatifu, ndoa imekuwa kinisumbua kwangu mimi, ni fedha hii. Na nasemwa, natukanwa. Napewa majina magumu magumu. Nisaidie. Tambua na utaje kwa majina yake. Haleluya.